Nakwambia inaitwa TBT, utamu wake ndio huo sasa. By the way, kuna tu advantages za kuoa bibi mrefu. Kulinganishwa na bibi ule mfupi. Kuna advantages tu. Kama bibi yako ni mrefu, uko na bahati. Wewe you are very lucky. Ukiwa advantages ya kuwa bibi mrefu na nini. Na pia kuna wengine bibi mweupe, kwa sababu pia ukiwa na bibi mweupe pia hata stima ikipotea giza haijai kwa nyumba sana, wanasema hivyo watafiti. Sasa achana na huyo wa giza. Sasa ukiwa bibi mrefu, advantages zenye ziko pale ukiwa bibi mrefu, hata wakati kwa kitanda umelala, ukitaka nguo, unajua kuna ile kamba kwa bedroom mnaekaga, ile kamba ya ushago mnafunga ya nguo inapita juu. Hiyo yenyewe ukipita lazima iname kwa nguo ndio ingie kwa kitanda. Hiyo kamba sasa, ukiwa bibi mrefu, hata ukitaka tu ku t-shirt yenye unavaa uamuke, unaweza valia tu kwa kitanda ukiondoka, kwa sababu yeye unamwambia tu kazi yake tu ni kuinua mkono, anakuuliza hii ama hii. Wewe ukiwa tu umelala hapo, anavuruta t-shirt, anakupatia. Unataka hii ya blue ama ile red. Na si ati ameamka, analala na lakini anashika mkono. Advantages. Hiyo ndio advantages ya kuwa na bibi mrefu. Hebu pima wako ni futi ngapi? Anaweza kunini? Ukienda kulala mwambie ajaribu kupatia nini kwa kamba, ndio wajue yeye ni mrefu ama ni mfupi. Sasa makosa tu pa kuwa na bibi mrefu. Unaweza achwa kwa giza, kwa sababu huyu mkikosana kidogo, balbu ameiweka mkono juu, amefungua balbu. Unajua huyu mfupi anaweza ogopa atatoa stool saa ngapi, unaweza sukuma stool aanguke, lakini bibi mrefu ashtuki. Wewe bado unagombana huko, amefungua balbu, ameteweka mkono inafungua balbu haraka haraka, amechomoa, anaweka kwa bag. Unabaki kwa giza hapa. Hiyo ndio disadvantage. Hiyo ndio disadvantage. Na pia disadvantage nyingine, huyo anakuonea 18. Mkiwa na yeye umesimama na kuonea 18. Anaweza kupiga ngoto wakati wote. But shida ya kuoa bibi mfupi naye. Bibi mfupi anaweza anza vita, alafu akuachie kwa shida. Unajua watu wafupi tunapenda kujichocha sana. Watu wafupi tuko na mdomo, alafu kujiletea kuleta kisirani, drama. Utafiti unaonyesha hivyo, si mimi nimesema. Utafiti unaonyesha kwamba watu wafupi tunapenda drama. Kwanza bibi wafupi, hao ndio maneno uwezi bishana naye kwa mdomo. Anaweza kuangushia neno moja, hata unasema hata heri angenipiga ngumi, heri angenitwanga hata mateke, kwa sababu huyo mfupi yeye ni kuongea. Hiyo ndio shida ya kuwa na nini, bibi mfupi. Shida yake tu anaweza chocha. Wewe hapana, cheza na mzee wangu atakutwanga makofi. Wewe mzee, wewe ni mwoga. Na mama huyu ashawasha moto, ashaambia ule mwanaume mwingine, hapana nichezea mimi, usiniletee, mzee wangu ni mnoma, mzee wangu ni taekwondo, mzee wangu anaonanga afro nini, DJ Afro, anaonanga DJ Afro, hata kupiga mzee utampiga. Hapo imeingia barida, kanaweza kuashia moto. Bibi mfupi anaweza kuashia moto. Ukiona tu vita zimeanza, mzee chomoka, wewe hapa, wacha hapa nguso peke yake. Lakini ukiingilia kati utasikia tu mzee wangu atawapiga nyinyi wote. Anaenda kuongea mbele ya watu. Usicheze na mama wafupi. Akiona mahali penye kuna kisani, anapita mahali penye wanaume wametulia, anasema mzee wangu atakuja wafunike nyinyi wote. Mzee mwenye anaambiwa atafunika watu wote, ni mwoga namba 1. Alafu lakini ule ameshawasha moto, mzee wangu atakuja hapa atawatandika. Kwanza wewe anasema ule mtu mwenye ameenda gym, anamwambia kwanza wewe na hii misuli yako utapigwa. So ukiwa na bibi mfupi na anze vita, wewe hepa tu, utapigwa bure wewe. Kile ni maumbile, tunashukuru sana. Ukiwa ule brown pia kwa nyumba, stima ikipotea mwezi 90 lazima mwakimbie kutafuta candle. Mnaonea tu yeye. Anakaa tu hapa anamulika vizuri. Sasa choose wisely. Alfred, hello.
Wewe Jevo. Nini mbaya? Sasa Eh, hiyo unaweza fanya vipi kama yeye atafanya? Utorokange watu kwa sababu kila mara wakikumbuka ulionekana kama wewe ni mnoma. Sasa ni kama amecreate uadui. anakuletea adui mpaka anaenda. Nasema hata kama vile wewe maadui waziki kwenye kijiji. Atusicheze na Salana atakupiga. Bwana utakosa mahali pa kutembea. Salana atakupiga. Wewe unacheza Salana atakutandika. Anachocha watu. Salana hajui kupigana. Salana ni mtu tu wa Mungu, mtu Bwana Yesu asifiwe. Anapita kwa watu, kumbe mama ashawasha moto huko. Wacha mzee wangu ako hapa nyuma, atakuja atawapandika nyinyi. Unashangaa, mimi na vita sijui. Mama tafadhali, sisi hatujui kupigana. Mkianza mmalize tu. Msituingize kwa maneno yenu. Sisi hatuna nguvu, hatuna uwezo.